Karibu katika sehemu ya mwisho ya uandishi wa insha ya mjadala au mdahalo. Tulianza kwa kuzungumzia anwani, utangulizi na sehemu ya tatu mwili. Kisha sasa tunazungumzia hitimisho. Mwanafunzi anafaa kuelewa nini katika hitimisho? Mwanafunzi atoe au aonyeshe msimamo wake, yaani upande ambao anaunga mkono. Na msimamo wake utalingana na upande ulio na hoja nyingi. Sehemu hii iandikwe katika aya moja na kwa ufupi. Kwa mfano, kwa kurejelea anwani yetu ya nyumba za bei nafuu ni za kunufaisha maskini, niliandika mfano wa hitimisho: ni dhahiri shairi nyumba za bei nafuu si za kunufaisha maskini, ili hali ni za kunufaisha watu ambao ni wanasiasa, wenye ajira na wenye hela au matajiri. Kulingana na hitimisho hii, nilipinga, kumaanisha hoja za kupinga zilikuwa nyingi kuliko hoja za kuunga mkono. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like, subscribe and like at my YouTube channel and TikTok at Mwalimu Linda. Karibu.